mambo hii ya national debt vile wameeleza huko, au sasa siku hizi wametoka waendeshi Kenya na deni. Mnafahamu ushukuru Ruto siku hizi haendi kwa World Bank, ameleta kitu inaitwa infrastructure fund. Yeye ametoa Kenya kurani na deni ya World Bank, sasa anakusanya pesa na ujuzi mwingine ya zaidi. Uhuru anaangalia anasema kweli wewe ni mtu mwerevu sana. Ndio. Yeye siku hizi haendi kwa World Bank kutafuta pesa. That is an improvement. Unajua nyinyi hii porojo yenu na fitina huwezi ona kitu vizuri ile Ruto anafanya. Ruto ametoa Kenya kwa World Bank, siku hizi tuko na infrastructure fund. Ama sauti iko chini sana nianza. Unaweza elewa labda homa imeingia kwa watu, lakini for purposes of hii media. Hata kama mnanijua lakini unajua hii reach ya media inafika mahali nyingine wanile. I am Ken Ochieng. Leader of government business. Kwa hivyo bunge la wananchi. Kazi kama ile haichungwa huko ile bunge kubwa ile official. Leo vile mnajua ni March 7, 1 year since hayati former Prime Minister Raila Odinga walisign basis ya engagement na mkubwa wa Kenya Kwanza na pia rais wa Kenya Mheshimiwa William Ruto. Leo walikuwa na zindua progress report. Vile hiyo basis ya hiyo 10 points ni vile useme umepatana na girlfriend, sasa mnasema vile mtakuwa mna engage, vile mmekuwa mnaishi, vile mtakuwa mnaishi. Wewe boyfriend naga. Sasa hii ndoa sijui kama ni imefika stage ya ndoa. Leo walikuwa wana review ODM Kenya Kwanza na ikiongozwa na UDA na wengine na ODM wana review uhusiano wa vile wamekuwa nakaa. Na basis ya hiyo engagement ni 10 point agenda. Kabla niongelee hiyo, I would want to make one thing clear. Before ijue hii uhusiano kati ya Kenya Kwanza parties to this engagement ni Kenya Kwanza na ODM. Na ile vile maktaba ya vile wanahusia. Sasa kama wewe si wa Kenya Kwanza ama wewe si wa UDA, wewe usikuwe ati tena wewe pia unakuja kujaji vile hao watu wameandika vile wanakaa. Sasa kama wewe ni mtu wa DAP ama DCP, huwezi ongelea ndoa ya Kenya Kwanza. Listen, we must be very clear. Huwezi ongelea ndoa ya Kenya Kwanza na UDA. Tumeelewana mpaka hapo? Mandugu zangu wengine hapa wamekuja na story mingi. If they are not within that arrangement, they should I want to Kizungu nasema local stand ya kudiscuss 10 point aje. Na pia na zaidi ya hapo unaweza kuwa ordinary member wa ODM ama wa UDA wenye kuzungumzia iko official. ODM iko na structures, Kenya Kwanza iko na leadership ya Kenya Kwanza ikiongozwa na mheshimiwa. Sasa hii watu wengine wanapiga kelele, where do they come in? So ilikuwa isaidie wa Kenya ama listen mzee. We must be very clear mzee. Na kujibu. Hii beyond hizi ni points. Points hizi zililetwa. Sitaki ni kudanganye mzee. Kama wewe si wa ODM. Kama wewe si wa ODM, ama wewe wa Kenya Kwanza. Kama wewe ni wa DCP, wewe ngoja tena point agenda ya DCP na Wiper. Uongelee hiyo babu. That is the reality. Tumeelewana mpaka hapo. Na wenye walisign wanakula kwa meza moja, nyama imejaa senia. Sasa hii watu wakupia mdomo, what is their basis? Simona principal wa ODM executive chairman na wana team yake
Dr. Buru Oginga ako pale. Umesikia kilalamika? Umeona president wa Kenya kwa garasi? Hao ndio wenye wa hiyo ndoa. Hiyo usia? Bas, sasa unaona kama huyu you don't have to be rocket scientist kujua huyo ni mtu wa Munyoro. Ngoje 10 point ajenda ya Munyoro na Wiper na ama na Matia kama itakuwa. Tumeelewana mpaka hapo. Sasa wacha niangazie kwa wenye wajui hizi 10 point ajenda. Kwa hii 10 point agenda kugusia tu, lakini mmejua principles wa hii kitu ni Kenya Kwanza na ODM, na hakuna mahali wamelalamika. Hiyo ndoa wanaendelea nayo mzuri, hata ndio sasa wanaendelea kuengage. Sasa wametoka kwa engagement karibu na wanavaa ring, ndoa inaendelea kuchangamka. Sasa watu wa DAP, nimeona watu wa DAP wengine wanapiga kelele hapa, na ningeomba ODM kama iko waasi ODM kama Sifuna, unajua wako kwa process ya kung'oa Sifu kwa ODM, aende kwa ndoa ya Munyoro ama tengeneze garia. Sifuna pia ana local stand, we are on record. Sisi kuja hapa kufurahisha katibu mkuu wa ODM saini Catherine Omanyo. Kama ulisahau, ngoja tuwakumbuke. Sifuna na Babu siku hizi wanapatikana Kimilu huko Ukambani wakitongoza Kalo. Sasa hao waweka 10 point agenda yao na Kalonzo. Sifuna has no local stand kwa 10 point agenda. Babu Owino has no local stand kwa 10 point agenda. Munyoro has no local stand kwa 10 point agenda. Sasa wacha tuangalie details ya hii basis ya ndoa kati ya Kenya Kwanza na ODM. Among those inclusivity in public, vile wanazikisa ukiuliza Ruto wanakuambia hii broad based agenda ime-include hata wenye wako mpegia kwa ODM haikupigia Ruto kura, lakini wamewekwa kome wanakula msu. Hawana shida na Ruto kabisa. Wamepewa bendera, wamepewa ndio nikomana niwaambie kama wewe hauko kwa hii ndoa. Wewe ngojeni 10 point agenda yenu pandenge. Protecting and strengthening devolution. Ukiuliza Ruto vile amesema yeye kaingia pesa ile ilikuwa inaingia kwa devolution ilikuwa chini ya 400 billion. Sasa inaelekea 405. Na anahakikisha kabla ya 2027 itakuwa fufi. Uhuru akiangalia anasema ni kwe. Wewe tuendelee na hii maneno vile unajaribu sana na hii sida. Oya. Ingine. Kule watu tuongeleshe kwa pale kwa bunge. Mambo hii ya national debt. Vile wameeleza huko. Au sasa siku hizi wametoka waendeshi Kenya na deni. Mnafahamu ushukuru Ruto siku hizi haendi kwa World Bank. Ameleta kitu inaitwa infrastructure fund. Yeye ametoa Kenya kukurana na deni ya World Bank. Sasa anakusanya pesa na ujuzi mwingine ya zaidi. Uhuru anaangalia anasema kweli wewe ni mtu mwerevu sana. Ndio hiyo. Yeye siku hizi haendi kwa World Bank kutafuta pesa. That is an improvement. Unajua nyinyi hii porojo yenu na fitina huwezi ona kitu mzuri ile Ruto anafanya. Ruto ametoa Kenya kwa World Bank, siku hizi tuko na infrastructure fund. Sasa hao wanaweka take up the fight against corruption. Pia yeye akipiga report anasema sinaona Waititu walikuwa ndani. Si mnataka hivi, si Waititu walikuwa ndani, tumenyang'anya mali ingine tumemrudishia. Amehesabu watu kadhaa wenye mali yao imesi. Unajua hii kitu si absolute. Hata Amerika iko na corruption. Sasa yeye anasema vile ameajiri wenye wako kwa hiyo ndoa wanaangalia wanaambia wewe ngangana umejaribu lakini ngangana endelea kusika wengine wasai hawajalalamika.
Alikuwa ananisalimia tu, alikuwa ananisalimia. Protecting and promoting sovereignty of the people. Kwa hii 10 point ajenda, ile kitu ngumu ni ile vitu inahitaji kuenda. I respect him. Hii kazi ni ngumu, anajaribu hata mimi sitaki kumharibia sana. Ile vitu imekuwa ngumu ni ile inatakana kwenda kwa referendum. Huwezi laumu Ruto kwa sababu kitu kama kuweka ofisi ya leader of official opposition, hiyo inataka referendum. Kitu kama hii ya ku-entrench ofisi ya prime, hiyo inataka referendum. My friend here, out of respect, nataka niwaelezee kitu moja. I'm a student of political science, me myself. Nikemaliza the presidency anywhere in the world. Ile democracy kubwa mali tunatoa hivi yote ni United States of America. Huko ile gari president wa America anakimbia nayo, unajua ni pesa ngapi? Unajua imetengenezwa na ni hiyo hata ukipiga na bomu iwezi lipo. Sijawahi sikia wakiuliza ati hii gari yako ni pesa mingi sana na tuko na watu homeless. The institution of the president anywhere has to be protected. Inakuanga na budget ile utakani kuuliza. Hata hii story ya watu ati budget ya State House una discuss. Hata huko America budget ya State House ikuangi inaletwa kwa vikao kama hii. Sasa hizi kudanganya na projo. We must be very clear. We must be very clear. Sasa hii democracy yenyu. We must be very clear. The biggest democracy. Ndio sasa umeileta vizuri. Sisi ni beggars. Wale sio beggars. And we don't question. They don't question. Nikimaliza. Do you even Trump amedeclare war na Iran. Unajua hata kwenda parliament anapigana huko budget au hata president wa Kenya sasa ile ana engage watu wa Sudan, watu wa that is not within the realm. Hizi imagination na hii story yenyewe ya mtandao ya kuuliza nani alipewa passport, nani hakupewa passport. Constitutions everywhere wanaangalianga. Hata ya Cyprus for example. Ukiwa wanaangalia bank statement ya kama mimi ni Mkenya, bank account yangu inalia niko na 100 million. President wa Cyprus anakubaliwa kunipatia passport na citizenship ya wako na haja ya investor. Hata America. Hata America, no, there is nothing about good. Wanaangalia pesa ile uko nayo. Umaskini ndio utakani ule. Mkenya wote mwenye ako na 300 million and above, Trump anapatia passport na visa ya America. Sasa hii watu wetu wa Sudan, unajua wako na mafuta nikimaliza. Wenye kama yeye ni president wa Sudan, si mnajua ameishi hapa Kenya. Anaishi hapa Lavington. Watoto wake wanasoma hapa Kenya. Wamelelewa hapa Kenya. Kwa nini wasikue na ID ya Kenya? Sasa hii headline mingi ya upusi Standard inaandika ni ya kuwachochea. The underlying priority, do you have money? Even my good friend Kusewa Iwa, if he was worth 300 million, leo tunapatia visa ya Amerika bila hata kujaza form. Amerika itampati. Hata sisi tunakubaliwa kupatia Garang, kupatia Museveni. Bora wake na hii wa Somali ile pesa umetoa Minnesota, ndio wanatengeneza nayo hii magorofa iko Parkland, iko Eastleigh. Those are investors. Those are investors. Sasa hii headline ati alitoa idea ile itakikani ni usilete watu maskini Kenya. Asanteni kabisa.